Napozungumzia mavazi nazungumzia mtazamo, your attitude. Hauwezi kwenda zaidi ya mtazamo ulio nao. Unaweza ukaombewa sana, unaweza ukaomba sana, unaweza ukalia sana, lakini mtazamo ulionayo juu ya maisha yako. Mungu anapozungumza kwa habari ya kuvua vazi kwenye neno lake, anamaanisha badilisha mtazamo wako, badilisha ile attitude. Kuna wengine pamoja na kwamba mnaomba, bado mna ule mtazamo wa daktari alisema mimi siwezi kuzaa, mirija yangu imeziba. Mwingine una mtazamo wa kwamba nyumbani kwetu huwa hawafanikiwi. Mwingine una mtazamo wa kwamba mimi niko gerezani. Yaani muda wote unakuwa unahisi wewe umefungwa tu. Na hiyo imeanza kuportray hata kwenye sura yako. Muda wote umejificha tu. Ukiangalia maisha ya Naomi na mama yake pale, mama mkwe wake, walikuwa kwenye kaulimwengu kao tu. Hauwezi kuona kwamba alikuwa amezingirwa na watu. Ni wao tu wawili. Na kumbuka, unapokuwa na ule mtazamo mbaya ulionao, utashangaa ibilisi naye anakuunganishia watu ambao wana mtazamo unaofanana na wewe. Yaani wote mna matatizo ya ndoa, unashangaa ibilisi anakuunganisha na watu ambao wana matatizo ya ndoa. Kwa hiyo unakuta kwamba hivi hamwezi kufanya mabadiliko yoyote kwa sababu bado mtazamo wenu wote ni nini? Ni hasi. Mna matatizo ya uzazi, unajikuta unaunganishwa na watu ambao wana matatizo ya uzazi, lakini hawana tumaini la kutoka kwenye hayo matatizo. Ndivyo ilivyokuwa kwa Rutu. Mama yake ni mjane na yeye ni mjane. Paka mama mke wake anasema mimi naitwa Mara, kwanza leo sitaitwa Naomi, nitaitwa Mara. Kwa maana ya kwamba mimi ni uchungu. Ina maana alikuwa na impose. Unajua unapokaa na mtu anakuambukiza ile roho. Ina maana huyu dada Rutu akajikuta ana roho ya uchungu, akajikuta na roho ya maumivu. Kwa kuna wakati mwingine maisha au mambo tunayokutana nayo yanaweza kukuvalisha vazi la aina fulani. Na kama hautagundua way out, utakuja kuhisi au kuja kumuona Mungu kana kwamba ni muongo. Jioni ya leo ninakushauri badilisha vazi. Badilisha vazi. Badilisha hizo hisia ambazo ulizonazo. Badilisha. Badilisha namna ambavyo unavyozungumza. Kwa sababu maisha hayawezi kubadilika kama wewe hautabadilisha baadhi ya vitu. Mtu mmoja akasema usibadilishe marafiki kama hauko tayari kubadilika. Tunafundisha kanuni moja ya mafanikio, badilisha marafiki wanaokuzunguka. Lakini utawezaje kubadilisha marafiki wanaokuzunguka wakati wewe mwenyewe hujakubali kubadilika? Badilisha mazingira. Hata kama ukibadilisha mazingira yako, if your covering is still wrong, tayari bado utapeleka kwenye hayo mazingira mapya unayobadilisha, utapeleka huo mtazamo ambao ni hasi. Kwa lazima mabadiliko ya kweli yaanze na wewe. Vua vazi. Bartimayo alikuwa na hali ya kuombaomba. His vision was blocked. Kwanza alikuwa ni kipofu, lakini alikuwa anajulikana kwamba ni ombaomba. Ina maana maisha yake yote yalikuwa yanategemea kuombaomba. Vazi aliyokuwa amevalishwa ni la kuombaomba. Na mtu anayeombaomba ni mtu ambaye anadharauliwa. Ni mtu ambaye hapewi heshima. Ni mtu ambaye hata mtoto mdogo anaweza kumdharau. Na badala ya kukasirika inabidi achekecheke kwa sababu hana namna yoyote. Kwa sababu akikasirika atashindwa kupata msaada. That is why watu wengi ambao wanapenda ile kutafuta msaada kwa watu hawana ujasiri. Kwa sababu mtu anapokuwa ni ombaomba unategemea msaada wa mtu mwingine. Yule mtu anaweza kufanya chochote wakati wowote. Na kuombaomba ni kama vile kunavua utu wa mtu. Huwa anasema umaskini unavua mtu wa mtu. Unajikuta vile vitu hata kama ulikuwa na misimamo unakosa misimamo. Maskini hana msimamo. Maskini ana ile roho ya kujihurumia kwa sababu ya ile vazi la kuombaomba limemvaa, limemfunika. Lakini siku moja tu yeye mwenyewe kaamua, akasema liwalo na liwe. Nimesikia kwamba kuna mtu anaitwa Kristo Yesu. Anaponya wagonjwa, anaponya walemavu, ametembea juu ya maji. Mimi hii hali nimechoka. Nataka nimuone huyu Yesu. Na Yesu jinsi alivyo mzee wa siku, Yesu hajipendekezi kwa mtu. Huyu jamaa kapiga makelele watu wanamnyamazisha. Nyamaza, nyamaza, nyamaza. Ndivyo ilivyo na watu wengi. Unatamani utoke lakini kuna mapepo yanakuambia nyamaza. Nyamaza ili uendelee kuwa mtumwa. Leo unafunguliwa kwa jina la Yesu. Yesu pamoja na kwamba alikuwa na ratiba zake, akageuka kumwangalia. Huyu ni nani? Kuja kuangalia ni Bartimayo. Na yeye alimuona ni kipofu na anaomba. Na Yesu akamuuliza unataka nikufanyie nini? Yesu anakuuliza leo unataka kufanyie nini? Huyu jamaa akasema nataka kufanya nini? Nataka kuona. Na alivua lile vazi lake. Lile vazi la kukandamizwa. Kwa sababu walikuwa na prevent asizungumze. Walikuwa namzuia asizungumze. Ndivyo ilivyo na mtu ambaye anategemea msaada wa mtu mwingine. Unashangaa mtu anakuzuia na kucontrol usizungumze. Usipate haki zako.
Lakini yeye akasema inatosha, akalivua lile vazi. Baada ya kulivua lile vazi, aliona sio kwa sababu nyingine yoyote, kwa sababu aliamua. Hata wewe leo unaweza kaamua kubadilisha mavazi ulionayo, mavazi ya hofu. Kuna wakati mwingine maisha yanajaribu kukuvalisha mavazi ambayo sio ya kwako, mavazi ya misiba, mavazi ya mikosi na balaa, mavazi ya kutukanwa, kukandamizwa. Haya yote ni mavazi. Unaweza kaamua kuvua hilo vazi, hilo vazi ambalo amekwambia wewe hauolewi. Unaangalia umri unakwenda, nobody comes your way. Unasema kuanzia leo nitaanza kujipenda. Mungu uliyemkusudia atakuja kwa ajili yangu. Kuna mwingine umefunikwa vazi kwenye biashara yako, watu wamezoea aina fulani. Unaweza kaamua kwamba hivi, mimi pamoja na kwamba ni mamalishe, wamezoea ninavaa nguo hizi, kuanzia leo zile nguo nzuri nzuri nitakuwa nazivaa naenda nazo kwenye kazi. Utashangaa namna ambavyo eneo lako litabadilika. It all starts with you. Mabadiliko yanaanza na wewe. Ukiamua kubadilika, Mungu ndo anaingilia kati. Milango mingine ya neema tunazuia kuingia kwenye milango ya baraka kwa sababu tumekataa kubadilisha mavazi yetu.